utaandika pale juu, andika toba. Toba. Na toba inatunzwa. Yaani maisha ya toba yanatunzwa. Amen. Na toba ni maisha ambaye yanahitajika kwa Mkristo usiku na mchana. Kuishi maisha ya toba. Unatunzwa kwa nguvu ya toba na unaishi kwa nguvu ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naangalia historia yangu kidogo. Niliwahi kukabidhiwa gari la askofu bovu. Yaani bovu, Land Rover la zamani. Nikawa ninalishughulikia na kisha kabisa, yani hata kama tunakwenda vijijini likiharibika na litengeneza mwenyewe, hapo wananisubiri mpaka gari lile likawa zima kweli kweli. Likawa lina uwezo wa kwenda zaidi ya mkoa wa Singida. Mpaka Babati tumewahi kwenda nalo, lakini siku nakabidhiwa ile gari ilikuwa ni bovu kweli kweli. Yaani kila ukitembea dakika 2 imefungua plagi, dakika 2 sijui gari limekuwa hivi. Yaani ni kulichokonoa. Na Land Rover ndio ilikuwa Land Rover, ndio magari ambayo watu ukilipata Land Rover, na mchungaji wangu alilipata la sadaka, yani alipewa bure. Baada ya maombi mengi ya kifamilia, Mungu akawapa gari la bure bila kununua. Sasa gari hilo sio jipya. Kumbuka limekaa. Afu dereva wa kwanza ndio dereva mimi, afu fundi. Nililishughulikia hilo gari. I say, yule baba ananipenda mpaka leo. Na ngoja nikwambie, nilivyolishughulikia siku moja nikampikia wali. Sio nikiwa kijana, nikiwa na mke na watoto, nikampikia wali kijijini kwenye Injili. Yule baba na kumchemshia maji ya kuoga. Akakaa kwanza akaniangalia. Akakaa kimya. Wazee hao. Alafu baadaye akawaambia wenzake, tuna Timotheo hapa hivi. Wakati huo sina wito na sina mpango wa wito. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninachotaka kusema hivi, ukiwa yani kabla sijaanza kukufundisha namna ya toba na kukuelekeza na kuingia kwenye maombi, lakini nataka nikuombe mtu wa Mungu ulioko hapa hivi. Kitu chochote ulichonacho mikononi mwako ambaye Mungu amekupa, kwanza kithamini, kiheshimu, afu kipende. Amen. Kitakuwa hata mtaji ule uliuona ule mtaji ni mdogo, lakini ukiupenda ukauheshimu kila siku, ukausema kwamba Mungu amekubariki, kuna siku utaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya mimi kuwepo Mbeya, nilipotoka Morogoro kuletwa hapa hivi, niliamua kuikubali Mbeya. Alafu sikuishi hapo, nikaamua kuibariki Mbeya. Kila nikitembea ninamshukuru Mungu kwa ajili ya Mbeya, ninaibariki Mbeya. Na miguu yangu imekaa hivi, haijakaa hivi. Imekaa hivi Mbeya. Kwa nikitaka nakwenda hivi. Sababu nikikaa hivi siwezi, nitatembeaje hivi sasa? Kwa hiyo nimesimama hivi. Kwa hiyo nakwenda mbele, mguu unakwenda hivi. Sasa na wewe kama ni mgeni mwenzangu, umetoka mkoa wote, lakini umekanyaga mji wa Mbeya, na nchi ya Mbeya ina neema kubwa, tena inawatunzaga wageni kibibilia. Usisimame hivi ukawaza hata mwanachuo, ningekuwa nasoma sijui Dar es Salaam chuo kikuu, ningekuwa nasoma sijui UDOM. Mungu amekuleta hapa Mbeya, ana makusudi na wewe ukiwepo hapa Mbeya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na nyinyi wenyeji wa mji wa Mbeya, Wanyakyusa na Wasafa, yani mnatakiwa kumwambia Mungu asante kwa ajili ya Mbeya. Utaona kila unapobariki maongezeko yanatokea neema. Usilaumu Mbeya kwa kuwepo Mbeya, usilani kwa kuwepo Mbeya. Bariki Mbeya, bariki ardhi ya Mbeya, kubali hali ya hewa ya Mbeya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Sasa tunaendelea na maombi ya toba, lakini nitakufundisha toba. Kabla sijakufundisha toba, nikupe maneno haya. Mungu, ninamshukuru Mungu sana mimi, lakini na wewe nafikiri kuna maeneo ambayo unaweza kumshukuru Mungu sana. Siku moja Sauli alisema hivi, alifika mahali akaenda kwenye mizimu, akasema nimekuja huku. Samueli anamuuliza, kwa nini umeniinua kutoka? Akasema, yani Mungu anisikia hata kwa ndoto wala kwa sauti. Sasa mimi mwenzako
na naamini hata na wewe, kwa sababu wote tumeokoka. Ninaamini kabisa huyu Mungu huwa anasema na wewe, na kuna wakati mwingine anasema na wewe kwa ndoto, na kuna wakati mwingine anasema na wewe kwa sauti. Amen. Ukikuta bado kwenye moyo wako kuna sauti ambaye unaisikia ya Mungu, kwamba iwe ni kuonywa, iwe ni kuambiwa Mungu mwanangu subiri, iwe ni chochote, unapaswa kumshukuru Mungu na kusema kwa kweli Mungu bado anasema na mimi, iwe kwa ndoto, iwe kwa sauti. Haya mambo tunayapata wengine leo, Sauli yalikuwa kwake adimu. Mimi sikwambii nilichoambiwa, ila naweza kukwambia hivi. Namshukuru Mungu alizungumza na mimi huduma fulani nikiwa kwenye ndoto juzi. Sikwambii hiyo huduma yenyewe, utaona matokeo yake. Nikamwambia Mungu sawa, lakini sasa kama umeongea na mimi kwa ndoto, nikarudi tena madhabahuni, akasema na mimi tena, nikamwambia Mungu, naomba nivulie utu wa kale wote. Kwa sababu unataka unitumie katika hayo maeneo, naomba uondoe ndani yangu utu wa kale, kila chochote ambacho kuna wakati mwingine mimi sielewi, lakini kuna wakati mwingine natokea kuwaumiza watu pasipo kujua. Naomba niondolee hiyo hali yote, iondoke. Hicho ulichosema unitumie nacho. Bwana Yesu nasifiwe. Baadaye nikawa niko eneo fulani, nikiwa ndani hapo nyumbani, nikajikuta natoka nje, afu ikatokea kama vurugu fulani nje. Ilivyotokea ile vurugu fulani pale nje, nikakimbilia bafuni. Nilipokimbilia bafuni, niko na wasiwasi, na kama vile nataka, yani kama kuna mashambulizi fulani, afu siyaelewe hayo mashambulizi, sina tafsiri nayo. Nikamwambia Mungu, naomba unisaidie kuelewa. Ikaisha hiyo. Jingine ambalo naweza kusema, nilimwambia mchungaji, nikamwambia mchungaji, nimekuta kuna msiba mkubwa, afu ule msiba tuko watu wengi, na wale watu wengi miongoni mwa watu ambaye nilimaliza nao shule miaka mingi. Nikamtajia na jina la kijana mmoja anaitwa Abdalla. Yule kijana alikuwa anafaulu sana darasani miaka hiyo, lakini yalipotokea matokeo akafeli. Jina halijatoka miaka hiyo, shule zilikuwa chache. Sasa yeye amechelewa kuja kuzika, sisi ndio tunarudi katika ule msafara. Nikamkumbatia, nikalia naye kwa nguvu kweli kweli hivi. Sasa nikawa najiuliza, nikamwambia mchungaji, nikakutana nao, yani wale watu ambao niishi nao kule zamani, naye wengine anawajua kwa majina na anawafahamu, nikawa namuelekeza. Lakini baadaye nikarudi nikamwambia Mungu, nakataa msiba wa rohoni, nakataa mauti ya rohoni. Hilo ndio niliweza kuomba. Amen. Lakini lile jingine lile ambaye kuna kitu fulani cha ajabu ajabu, yani kama ni hatari fulani, nimekaa nimetulia, kutoka kwenda kukimbilia ngambo, yani kurudi nilikotoka siwezi, nimebaki pale, na huko nje kuna shida. Hapo nje hiyo barabara hiyo. Kasema hii maana yake nini hii? Mpaka sijapata tafsiri yake. Lakini hili mimi nikatafsiri mwenyewe kabisa. Nikasema Mungu, naomba uniondolee mauti ya kiroho. Nikaingia kwa Bwana, nikaanza kutubu tena. Nikamwambia Bwana, niondolee mauti ya kiroho. Inakuwaje watu niliosoma nao zamani, hatuja kutana nao miaka mingi, na kuja nakumbatiana naye, afu ninalia na yeye analia, kachelewa kuzika. Afu nikamwambia Mungu, kama itatokea msiba, naomba sukuma mbele kule, isiwe sasa kama ni msiba wa mwilini. Lakini nilichoweza kusimama nacho ni kukataa ule msiba wa rohoni, kwamba mauti, na ikataa mauti ya rohoni. Nimeikataa. Nikamwambia Mungu, naomba neema kubwa ya rohoni. Nikaliombea na kanisa, nikamwambia Mungu, asiwepo wa kuondoka mikononi mwako. Maana kama mimi nataka kwenda mbinguni, kwa nini na wewe usiende mbinguni? Kama mimi nachukia jehanamu, kwa nini nisichukie jehanamu kwenye maisha yako? Nikamwambia Mungu asiwepo, kwa sababu kanisa hili ni kanisa la baraka. Asiwepo wa kuondoka mikononi mwako. Hiko ndio kilio changu, na hayo ndio maombi yangu. Unapokuwepo asubuhi ya leo mahali hapa, hasa nakwenda kuanza kuhubiri, andika toba. Toba, tunapozungumzia toba, ni maombi
andika pale, andika juu toba, alafu andika maombi ya toba yanafanya tukutane na Mungu. Maombi ya toba yanafanya tukutane na Mungu. Bwana Yesu nasifiwe. Nikiwa safarini au nikiwa mahali popote, mimi huwa nashinda kiukweli, niwaambie ni washirika, huwa nashinda kwa nguvu ya maombi ya toba kila wakati. Iwe chochote kinanisumbua. Nilikuwa natokea Singida ijuzi, nilipokwenda kwenye kikao, nikaenda masaa machache, nafikiri kama masaa 6 namna hii, ndio nakaa naongea na ndugu wale wadogo zangu wale ambao tumechangia baba na kuwekana sawa. Sasa nimemaliza pale, nikamwambia naondoka mchana huu leo, yani masaa machache, wala sijatembea katika, yani nimetoka kwangu nikaenda kule, tumekutana na wale wadogo zangu wale, nilifika mahali tukafanya tuyafanye, tukashikamana mikono, nikaongoza sala ya toba hata kama walikuwa hataki, nikaomba maombi ya toba na ndugu zangu, nikasema hii ni damu yangu, siwezi kuacha. Tukashikamana hivi kama cheni, tukatubu. Ongoza wote, huko ndani kuna Waislamu, huko ndani kuna Waluteri, huko ndani kuna kila kabila. Nilipomaliza, mama yangu mdogo ambaye wa kule Singida, ambaye yeye aliwahi kuwa Mpentekosti miaka 80. Miaka 80 Mpentekosti, tunaona kabisa moto unawaka ndani yake. Kila nikikutana namwambia, mama mdogo, wewe ndio ulikuwa mkombozi wa hii nyumba, ulikuwa unaujua Pentekosti, unanena kwa lugha. Anambia, sasa shughulika na mama yako huyu, Uislamu utoke. Na mama, unaabudu wapi? Lakini bado ile mbegu ile iko ndani yake. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana Yesu nasifiwe. Tulipomaliza tukaketi, tukala chakula, kikaleta ushirika, tukamaliza tena. Tulipomaliza hivi, nikaambia mama nakubariki, nikambariki na mama mdogo. Nilipomaliza kumbariki mama mdogo, nikamwambia sasa mimi nawaacheni niendeleeni. Nilipoacha pale, nikawaombea, machozi yakatoka, wote wakaniona kwamba mimi ndio kaka mkubwa. Unajua, nikatengeneza mfumo mmoja ya kwamba, unajua kuna wakati walikuwa wananiita Jose. Nikatembea na huyu Mungu, baadaye baba kaka mchungaji. Nikatembea na huyu Mungu, sasa hivi naitwa baba mchungaji kwenye familia. Nimeanza kuwa na hatua, sijui nyasa wananielewa, lakini huko wameanza kunielewa. Unajua, kukuelewa inachukua muda. Yaani kukuelewa kwenye familia, mambo ya wokovu inachukuaga muda, hasa kwenye ukoo. Unaweza ukakaa umejazwa Roho Mtakatifu na Wasukuma wote hawakuelewi, fanya yoyote hawakuelewi. Ningekuwa na muda, ningekupa mbinu za kuiunganisha familia, ndio utaona raha. Lakini hiyo utakuja kukuambia tena kipindi kingine. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na inuliwe. Nafika Dodoma, kabla sijafika Dodoma nimepanda gari ya kwanza. Nimefika Manyoni, nikakata tiketi ya kuja Mbeya. Haya, tunateremka mlima kidogo hivi, gari imegoma. Naangalia muda, napiga mahesabu ya masaa, nikaanza kutubu. Naenda kule nyuma, nawaelekeza namna ya kufunga, naambia hii inatakiwa hivi, belt tu imekatika, hawana spana hata moja. Nikaelekeza kabla, simamisheni hiyo gari. Huko natubu, hela imeshaingia kwenye naninga sele na irudi. Afu gari yenyewe ni ya saa 12. Hapo ninaiangalia saa 10 ndio inasogea. Tukamaliza, tukaondoka. Tumekwenda kidogo, tunakaribia mpakani, likagoma tena. Maombi ya toba yanaendelea. Yaani nilitubu hiyo safari. Nimetubu, baadaye nikaona anaambia, kwa sababu nafahamu mambo ya ufundi, wakaniambia hige. Nikamwambia sasa kama mambo ya upepo yamegoma hapa hivi, nikamwambia sasa mimi nisimamishie gari nyingine. Maombi ya toba. Nisikilize. Sasa wakaniambia basi wewe njoo, wewe unataka kwenda haraka, shusha mizigo yako. Nikashusha mizigo, sasa kuna gari tumeipigia inakuja. Kwa mimi ile nakajaga tu mlangoni, yule konda akaniambia, wewe mzee njoo kaa hapa. Nikakaa mbele. Hapo nimekaa mbele na gari lina shida. Wale wakajaza. Sasa tunakwenda, nikaanza kusikia mguu wa mbele kama imewahi kunitokea mgongo. Gari la kata. Sasa Mungu wangu, mbona muda unakwenda? Nikaanza kutubu, kusema hata kama nimekosea Mungu, wewe ni Mungu wa rehema, ni Mungu, naomba unisamee makosa yote. Sasa na dereva akawa anajikaza. Tumekwenda, naanza kuangalia muda hivi.
muda unakwenda tunasogea. Kufika nyuma, mtu mmoja anawahi treni la kwenda Dar es Salaam, akashuka mbali, akachukua pikipiki, tukamwacha njiani. Na tumebakiza kidogo kufika mbele. Mungu wangu, mbona kama tunafika Dodoma lakini Dodoma mbali. Niliposhuka tu na mimi nikachukua pikipiki, hapo na hapo nikawahi. Kwa nini? Kilichonisaidia toba ya mara nyingi sana. Maombi ya toba, tunapozungumzia toba, inafungua mlango. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe. Andika Luka 15 mstari wa 11 na wa 21. Afuandika Kutoka 31:12. Tutaanza na Kutoka. Tunapozungumzia toba, toba ni utakaso. Toba maana nyingine ni msamaha. Kuna toba, kuna utakaso, msamaha, alafu kuna huruma, alafu kuna rehema, alafu kuna neema, alafu inakuja wokovu. Sasa msamaha ni ondoleo la dhambi, na utakaso ni yani kusafishwa au kufanywa upya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Utakaso ni kufanywa upya. Amen. Kuna wakati mwingine vyombo vikikaa kabatini, havina uchafu, havijatumika. Simewahi kuona hiyo? Vile vyombo vya wageni vile, wanasemaga vyombo vya wageni, vimekaa muda mrefu. Vinakuja kutolewa, vinafanywa usafi, lakini vinakuwa havijatumiwa. Si ndio hivyo kina mama? Hata vikombe, hata kuna masufuria fulani inatengwa siku, yani inatengwa siku ya kutolewa vyombo vyote vya kabatini vilivyo ambaye havijatumika, na vinaanza kufanywa usafi. Vina makosa gani? Na wauliza, vina makosa gani? Havijatumiwa, kwa nini vifanywe usafi? Tunapozungumzia utakaso sio kwamba watu wameingia kwenye dhambi. Utakaso ni kufanywa upya utu wa ndani na wa nje pia. Yesu anashughulika na mambo mawili. Yesu anashughulika na utu wa ndani na utu wa nje pia. Ndio maana kuna wakati anakuimarisha, anakupa afya ya nje ili ukifika mahali ukiinua mikono hivi uweze kumwabudu. Asipokupa afya na uzima, nguvu ya kunyanyua mikono haitakuwepo. Bwana Yesu na asifiwe. Ndio maana Yesu akasema hivi, nilikuja ili uwe na uzima kisha uwe nao tele. Amen. Hawajanielewa watu huku. Yesu anasema hivi, nilikuja ili uwe na uzima kisha uwe nao tele. Amen. Yaani kwa lugha nyingine, Yesu alikuja kukupa uhai wa ndani na uhai wa nje. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na inuliwe. Tunapozungumzia huruma inayotokana, yani huruma inazaliwa kutokana na toba. Huruma maana yake mtu anapokwenda kwa Mungu kwa moyo wa toba na kunyenyekea, Mungu anamhurumia. Anamtoa katika vifungo, iwe ni vifungo vya magonjwa, iwe ni vifungo vya mateso ya aina yoyote. Mungu anachokifanya, anakuhurumia, lakini mpaka toba ya kweli. Na umemaanisha kwamba ninashuka kwa Mungu wangu, ninanyenyekea kwa Mungu wangu, Mungu wangu anibadilishe. Mungu anachokifanya, anamhurumia mtu huyo na kumfanya kuwa mzima katika maeneo yote. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na inuliwe. Rehema. Sasa hapa wale wenye majina ya kina Rehema ndio wanatakiwa wajitambue. Unajua kama jina lako lilivyo, hivyo unatakiwa ujitambue kwamba rehema za Mungu, sio rehema za Mungu, yani kwenye rehema kuna neema, na yoyote inatokana na toba. Ninamwendea Mungu ili mambo yawe sawa sawa. Ni kibibilia. Kuna wakati manabii walifika mahali walivyotaka vitu vitokee na watu wasamehewe, walikwenda mbele za Mungu wakatubu kwa ajili ya baba zao, dhambi za baba zao, ambaye wao manabii hawakuona hayo makosa, hawakuishi katika hiyo nchi, lakini wakasema, Baba, tunatubu kwa ajili ya dhambi za baba zetu. Amen. Wakatubu dhambi za mababa. Kuna wakati mwingine waliingia kwenye toba,
kwa sababu wanataka tu mambo yawe mazuri. Kwa mfano, ili tuwe salama, kanisa linatakiwa kuingia kwenye toba kwa ajili ya nchi, kwenye toba kwa ajili ya kanisa, kwenye toba kwa ajili ya viongozi wa nchi. Yaani hata kama wao hawapendi kutubu, lakini ukachukua nafasi ya watawala, ukajimimina hapo, ukajidhiri hapo, ukamwambia Mungu, ninatubu kwa ajili ya nchi yangu ya Tanzania na ardhi ya Tanzania. Unajua, nchi ikiendelea kumeza damu zisizo na hatia, pana madhara makubwa. Na kuna wakati unaweza ukashangaa maafa yanaanza, yani mtiririko kuanzia kule juu, yani unashangaa mwezi mzima wanakufa. Unashangaa tu mtu yuko usingizini kwa sababu ardhi imepokea damu ya wenye haki wasio na hatia. Ardhi imepokea damu ya watoto, ardhi imepokea damu ya wajawazito. Wakina mama walikuwa wanaenda na shughuli zao, lakini wajawazito wakauawa pasipo hatia yoyote, ya kwamba damu ya wanawake wajawazito iko kwenye ardhi ya Tanzania. Na maana yake itafika siku ya kwamba itatokea watu mtiririko kuanzia kule juu watakufa usingizini mwezi mzima. Mwezi mzima. Kwa nini? Kuna shida. Damu za wenye haki zikimwagika, damu za wenye haki zikimwagika juu ya uso wa nchi, hasa wanawake wajawazito. Bwana Yesu na asifiwe. Nazungumza tena, hasa wanawake wajawazito waliokufa miaka iliyopita pasipo hatia yoyote, na wana kesi yoyote na mwanadamu wala na yoyote, na watoto wadogo. Biblia yangu inaniambia ya kwamba Mungu huwa anarehemu nchi kwa ajili ya watoto wanyonyao na wazee wenye mvi. Amen. Nchi yoyote ambaye iliwahi kumwaga damu. Unajua, ngoja niwaambieni watu wa Mungu, kwa nini kuna kipindi Israeli Mungu alikasirika sana? Alikasirika sana walipouana wao kwa wao damu moja. Na kanuni ya vita maana yake atakuwa sisi hapa hivi tupigane na taifa jingine, sio sisi kwa sisi tumwagane damu sisi kwa sisi. Unasikia watu wa Mungu? Na ndio maana hata kwenye ukoo, ikitokea ukoo mmoja watu wakazuliane, yani wakamwagishana damu, wakafa kwa kugombana, hiyo familia daima ni laana mpaka wanaisha. Yani kitakuja kizazi cha kwanza laana, kizazi cha pili laana, cha tatu laana. Mungu amesema kizazi chako cha kwanza na cha pili na cha tatu. Sio Mungu wa rehema, sio Mungu wa huruma, sio Mungu wa msamaha. Pamoja na msamaha, huwa anaangalia rekodi mbaya iliyotokea kwenye familia hiyo. Hata ukizulumu, unaongea maneno magumu leo, hata dhuluma ikiingia kwenye familia, dhuluma, akadhulumiwa mtu, alifiwa na baba yake aliyetafuta mali nyingi, afu akatokezea mjomba kwenye ukoo au nani kwenye ukoo, akachukua zile mali, akadhulumu familia hii. Yale manunguniko ya hawa, manake atakayefaidi kwa muda mchache yule aliyodhulumu, lakini kizazi chake kinachoendelea, nenda kafanye research, utashangaa wanaingia kwenye umaskini mkubwa sana. Baba yao huyu alikuwa na fedha, kwa sababu hawajui chanzo cha fedha kitoka wapi. Kwa sababu kuna ndugu wengine huwa wanafanya hivi, akiangalia kwenye familia anakuta hawa watu hawezi kutunza mali, anamchukua mtoto wa mjomba, anakaa pale, anaanza kutunza, anampa kila kitu, fedha zote za benki, kila kitu, anamwonyesha kila kitu. Sasa akija akizima huyu, mke ajui, watoto hawajui. Kwa anachokifanya huyu, anamiliki kwa siri, anamiliki. Wakati anaendelea kumiliki, hawa hawana taarifa, anamiliki kila kitu kwa huyo. Sasa huyu anapodhulumu hivi vitu, akishadhulumu atatumia kwa muda mdogo, lakini kizazi chake kitaingia kwenye laana. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe. Sasa maombi ya toba ya kanisa, unyenyekevu wa kujishusha wa kanisa na kutafuta njia ya Bwana kwa ajili ya nchi ya Tanzania na kanisa la Tanzania na viongozi wa kanisa, come on, na viongozi wa nchi,
Amen. Ya kwamba kanisa likiamua kushuka na kuomba maombi ya toba, na kanisa likalia sana, maana yake kwa ajili ya viongozi wa kanisa la nchi na viongozi wa kiserikali, Mungu atasikia kutoka mbinguni na ataturehemu, sio kwa ajili yetu, kwa ajili ya watoto wanyonyao na wazee wenye mvi, wenye haki. Narudia tena, ardhi ilipopokea damu ya Abeli baada ya Kaini, si mtu na ndugu, ile damu imetuletea matatizo mpaka leo. Mungu akasema, damu ya ndugu yako Abeli inanililia. Na yeye anasema, kwani umeniweka mimi kuwa mimi nimekuwa mlinzi wake? Yaani ukaidi, yaani ile dhambi ya kuua ikaongezeka tena. Biblia inasema hivi, auaye kwa upanga atakufa kwa huo upanga. Na Biblia inasema, kila apandacho mtu atavuna kila apandacho. Bwana Yesu na asifiwe. Sasa kama damu ya Abeli wa zamani ikatuingiza utumwani, ikatuingiza kwenye umaskini, ulikosea wewe? Wala hatukuwepo. Biblia inasema hivi, kwa sababu umeyafanya haya utawekwa laana. Mpaka leo ile laana aliyesababisha Kaini, ile laana inatutesa wanaume. Tunaishi watu kuanzia asubuhi mpaka jioni, unashangaa upati chochote, unarudi uko hoi. Amen. Yale matokeo ya Kaini mpaka leo yanaishi. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hiyo ukiwepo hapa, usije ukasubutu kugombana na ndugu yako, usije ukasubutu kumdhulumu ndugu yako. Hata ukiwapo ndani ya kanisa hili, kama unafanya biashara na ndugu yako, usije ukasubutu. Yaani mshirika yote ni ndugu yako. Unanisikia watu wa Mungu? Yaani mshirika ni ndugu yako, tumeunganishwa kwa damu ya Yesu kwa sababu hii ya kwamba wewe ni Mnyakyusa, wewe ni Mnyaturu, lakini aliyetuunganisha mpaka tunasema Yesu ni Bwana ni damu ya Yesu pale msalabani. Kwa hiyo huyo ni ndugu yako, usimdhulumu. Huyo ni ndugu yako, usimtese. Huyo ni ndugu yako, usimnyanyapae. Bwana Yesu na asifiwe. Kuna vitu vingine vimechelewa kwenye maisha yetu kutokea kwa sababu ya maombi. Tumekosa toba. Andika hii. Nikwambia rehema, yaani rehema, tunapokwenda kwenye hiyo toba, kinazaliwa kitu ambacho cherema, tunaenda kuomba rehema kwa Mungu kwa yale tunayajua na tusiyoyajua, na Mungu anaturehemu kwa neema yake, kwa rehema zake nyingi. Alafu kinafuata kitu ambacho kinakuja tena hapa, inakuja neema. Ile neema inazaa uponyaji. Hiyo neema pia inazaa wokovu. Andika. Tusome kwanza Biblia. Tusiende hivi. Tusome Biblia. 31 mstari wa 12. Bwana akasema na Musa na kumwambia, kutoka 31 mstari wa 12. Bwana akasema na Musa na kuambia, kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Sema amen. Sema amen. Narudia, yule pale hajanielewa. Inasema hivi kwenye koma na nukta pale juu, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Tunapozungumzia habari ya utakaso, tunazungumzia habari ya toba. Kitabu cha Agano la Kale kuanzia Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki kimezungumzia habari ya kuwatakasa, habari ya kurudi kwa Mungu ndani ya mioyo ya watu, habari ya kuwa karibu na moyo wa mwanadamu. Na Biblia inasema mimi ni Mungu niliye karibu, sio Mungu niliye mbali. Miaka hii ya sasa
mwanamke na mwanaume unaingia Sayuni, kata shauri kabisa ya kwamba, yani kata shauri kwa toba ya kweli na maombi ya siku 21. Mwambie Mungu, nimechoka kwa ile hali niliyokuwa naishi, nataka kuwa mtu wako halisi, na nataka kusikia sauti yako, na nataka kujazwa na Roho Mtakatifu kupitia nguvu ya utakaso. Amen. Sasa andika hii. Tunakwenda kumalizia ile andiko la mwisho. Andika. Toba ni kujinyenyekeza kwa Mungu. Andika tena. Toba maana yake ni huzuni ya moyo. Ya kwamba ninahuzunika. Si watu mmewahi kupata na msiba, nimekaa. Saa nyingine unaweza kukaa mwezi mzima, saa nyingine hata mwaka mzima, saa nyingine hata miaka miwili, bado una huzuni ya moyo ya ule msiba ambaye uliwahi kukutokea. Kuna wengine hapa hivi tumefiwa na baba zetu miaka mingi, lakini ikifika mahali tu ukikumbuka baba yako, namna ambavyo hata vile vichache mlikuwa unaishi naye, unapata huzuni ya moyo. Na wakati mwingine tunajaribu sasa, baba yangu angekuwepo. Simewahi kusema Simewahi kusema Mbona mnakaa kimya? Namna yale, yani namna ulivyoishi na baba yako, namna ulivyoishi akakuacha kwenye huzuni. Wanasema simanzi. Si ndio ndio simanzi. Mbona mmetekewa? Nipunguze ukali. Joto limepanda. Ndio safi. Ndio la matengenezo. Ya kwamba ile huzuni, ukikumbuka tu baba yako namna alivyokulea, baba yako namna alivyofanya hivi, hata kama alikuwa hana vitu vingi, ukikumbuka sasa unajaribiwa kusema lakini haiwezekani, angekuepo leo baba yangu. Hata wale walioondokana mama zao wanakumbuka kuna maneno fulani ambaye mama yake aliwahi kumwambia maneno haya, na yale maneno yanaishi mpaka leo. Kila kikavyo, mama yangu aliwahi kuniambia hivi, alafu alivyoniambia hivi ndio naishi leo. Mama yangu aliniambia nifanye kazi, ndio maana ninaishi leo. Yale maneno, wale ambaye walipata nafasi kutoka kwa mama zao, wakapata maneno, yani kwamba maneno ya kwamba mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nazungumzia hao. Sasa kuna kitu kinaitwa huzuni. Ili tuingie kwenye toba, lazima kuna kitu kinaingia hapo kwenye, yani huzuni. Toba maana yake inakupeleka, kwa sababu ile huzuni ndio inaleta toba. Haya maisha msitaki kuishi hivi. Mbona mwenzangu anaishi vile? Na akisimama anaonekana mtu wa Mungu, unaingia, yani yanakuhuzunisha maisha ulionayo, sio ya mtu mwingine. Yani natamani asubuhi leo ya kwamba maisha ya kwako yale ambaye sio stahili, ambaye kabisa hayana nafasi kumwendea Mungu, ya kufanye kuhuzunika, ili ukutane na Mungu kupitia huzuni ulionayo, ili ile huzuni ilete toba ya kweli, na uvuke kwenye hiyo vizuizi vyote katika jina la Yesu hai. Natamani, mimi natamani, maombi haya ya toba yatuweke kwenye level ya juu, standard ya juu. Kila mtu na moyo wake. Manake ndani ya hiyo toba, mtu wa Mungu, kuna kusikia sauti ya Mungu. Amen. Mungu atasema na wewe. Usiishi maisha yale ya kawaida, ishi maisha viwango fulani. Tamani kufika viwango vya juu. Na viwango vya juu, ili ufike viwango vya juu, lazima uingie kwenye toba ya kweli. Ujae huzuni ya moyo, ujihuzunikie mwenyewe. Kwa kweli mbona mimi niko hivi? Kwani hakuna mtu ambaye amekaa hapa hivi ndani ya kanisa, kila anapoangalia umasikini anauchukia? Kila akisikia umasikini au ile harufu tu ya umasikini kwa jirani yake, anajisikia vibaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na ikifika kwenye utu wa ndani wa rohoni, ili ufike mahali katika level fulani, lazima uingie ndani ya moyo wako na kujikinai na kumwambia Mungu, niondolee, ninatubu, niondolee utu wa kale ndani yangu. Yale mabaki ya makando kwenye moyo wangu yananizuia hatua moja kwenda mbele, ili nikutane nawe, naomba uyaondoe kwa unyenyekevu mkuu.